siku ya kwanza vile hiyo information imetoka. So ndo alikuwa anamtafuta hadi hapa akiwa na hiyo kisu yake alikuwa ameweka kwa nyumba. Mimi alikuwa anataka kumaliza hawa ndio amalize hiyo evidence. Sasa na yeye maybe ajinyonge sijui. Na sasa ni uoga tu na shule sasa unaona inashindikana tu sasa hakuna usaidizi mwingine. Na by the way unasoma shule gani na uko form? Nasoma St. John's na Secondary School. Form 3. Na hapa shule wewe mwenyewe unapata aje school fees? Juu hapo mwanzo dadako ameweza kutuelezea kwamba babako alikupeleka shule akakuachanisha hapo, walimu wakachukua hiyo jukumu ya kusaidia. Sasa mimi alinipelekanga shule. Mimi kutoka primary hajakuwa akinisupport sana. Nilikuwa tu nafanya kazi hivi naenda na jilipia tu. Sasa ndio vile nilifanya mtihani class 8 nika score 311 marks. Wow. Ndio sasa nikashindwa nika apply help ya scholarship. Na wao ikanyamaza tu hivyo juu alinia aje hapo nisaidia. So ndo nikasikia kuna mwalimu hapo anasaidia watu wenye wako na 300 and above marks. Yeye ndo alisikia information akanipeleka huko. So vile alinipeleka huko yeye alienda huko akasema atalipa pesa. Lakini vile alinipeleka huko hadi hata uniform hapo amenipimia kila kitu, nienda tu na nguo za nyumbani. So nikakaa huko na hajai contribute kitu yoyote. Sasa walimu walikuwa wanaona tu hata uniform sikuwa nazo. Wakanipimia uniform wakaanza tu kunisaidia kidogo hivi. Na nikawaelezea tu story yote vile ilikuanga bila huwa hatakangi ku contribute yoyote ya kwetu. So ndo nimesoma pole hivi. Na brother yangu naye alifanya last year ako form 1. Sasa yeye ako shule nilipeleka huko kwa sababu sasa uko the same school. Nilimpeleka at least akuwe safe huko kwa sababu unajua huko at least mimi akikuja naweza hata escape. Lakini wewe pia yeye ni mdogo. Nikamwacha kwa shule huko. Sasa tuseme wewe mkiwa pale shuleni mlikuwa mnakuja nyumbani alafu mnaongea na dada yako? Nyumbani tulikuwa tunapewa kama half term. Sasa mimi sikuanga nakujanga nyumbani sana. Mimi nilikuwa naishi shule. Naishi tu huko hata kama shule imefungwa mimi nakaa tu huko. Ndio sasa lakini nilikuwa nakujanga tu siku moja. Vile nilikuwa anakuja natoka nyumbani, huyu sister yangu huwa anaanza kulia. Sasa mimi unafikiria ni kama ni ile miss mtu umekaa mahali sana na ile time unaenda anaweza anza kulia. Kumbe sasa alikuwa na hizo shida but alikuwa anaogopa kusema vile huyu mzee alikuwa anamtishia. Sister yako ameweza kutuambia kwamba wewe ni tegemeo kwa hii familia na wewe ndio wanatazama. Amelia sana akiomba kwamba juzi kuna mambo ambayo iliweza kuyaongea mpaka kwa sasa hivi yanamsumbua kwa akili. Mbona ukaamua kumwambia hivyo ama ukasema vile ulikuwa umesema? Sasa nilisema hivyo but ni ile tu unajua unafikiria sasa ukikaa hivi kitaendeka. Unaona tu sasa hakuna haja ya kukaa kwa dunia kwa sababu unaona sasa kama mama angekuwa unajua hizi vitu havingekuwa zinafanyika hivi. So ni afadhali hata umfuate usiendelee kuangalia vile vinafanyika hapa. Useme hivyo, be strong. Your sister na kudepend. Your sister tukiongea hapa wamesema wewe ndio tegemeo na wako na tumaini sana kwako. So usije ukasema hivyo, wewe ndio unafaa kumpa moyo. Si wewe ni mkubwa wake ama? Sasa si unaona wewe ni mkubwa wake na amesema wako na tegemeo sana. Yeye mwenyewe amesema aliweza kuachia class 7. Wewe sasa at least ulipata mtu wenye anakusukuma usoma as much as unapitia challenges shule mpaka unapata ile pesa kidogo unaletea mtoto wenu aende kunyolewa, anunue kitabu. Najua umeanza majukumu mapema lakini unafaa wewe ndio unawatia moyo. Unaona? Ama nimedanganya? Nimedanganya sasa. Mimi hata pale nilikuwa nimetoka ndo sikuwa anajua ni story gani inaendelea. Nilikuwa anakuja niangalie huyu mdogo aende shule kwa sababu alikuwa anafungua Monday. So kufika nyumbani ndo nikasikia hizo story. Pale nilikuwa mwalimu nilikuwa anakaa na yeye alikuwa ameniambia kuna sister yangu mdogo anisaidie hata shilingi 200 nikuje ninunue ninunulie hata kitabu. So ndo nikakuja nikapata hizo tu story ndio zinaendelea. Najua hata nifanye. Baadaye nimesikia sister yako akisema kwamba kuna kule shuleni watoto wanakupatia 10 bob 20 bob una save unakuja unawabaia vitabu. Ni kweli? Huwa mimi ndo nawanunulianga vitabu ama sometimes
sometimes nikipewa vitabu na mimi na zaandika, huwa naandikanga vitabu hata subject kitabu moja and then ndo na zingine na save na waleta wanatumia tu hivyo kwa sababu huwa hawanunui vitabu. Wait, kitabu moja unatumia subject 3? Ndo sasa hizi zingine zibaki at least na wao waandike. Kwa sababu anajaribu pesa nikipata nikipewa na hata wanafunzi na save na kuja na wanunulia kitabu ama na wapea wengine wananunua. Sasa kuna hii scenario nyingine, huyu alikuwa amefukuzwa nywele shuleni, akuja tena akaanza kumpiga. So ndio huwa anatakanga nikipata pesa na kuja na mpea hata 100 na mwambia utakuwa tu unanyolea peke yake. Okay. Cyprian, Ngetich, thank you so much. Ngetich, thank you so Benson, much. Benson, thank you. Lydia, thank you. Eunice, thank you. Ngetich, I think amefanya mara pili, thank you so much. Ngetich, thank you so much. Susan, thank you. Chweya, thank you. Damaklin, thank you. Wilfred from US, thank you so much. Sasa watu wanasema uwapatie, I think kuna wageni wameingia, uwapatie kasamari kadogo of what is going on. Okay guys, it's emotional but ngoja Nyangeti anasema hajasikia jina yake, tafadhali tuambie jina yako ni gani. Amesema majina moja. Labda aseme jina yake ni gani ndio niweze kusoma. So guys, kwa watazamaji wetu wamefika sasa hivi, karibu sana, na kitu ningependa kusema ya kwanza ni kuwashukuru sana. Siku zote tunakuja mbele zenu, tunawalilia na mnatusupport. We don't take it for granted. May God bless you and may God bless your generation to come. Now, leo tuko Ngoroko. Nyabuengi nimesoma. Ngokoro. Nyabuengi amesoma, alisoma kitambo. Ngokoro in Maran. So, hii video iliweza kufanywa jana na Bosongo Vibes. After hapo, watu walikuja kwa inbox yangu sana. Kuna wale watu wamesubscribe to our channel as much as hata kama hawaelewi Kikisii. So wengine walifika inbox wakatuambia Cyprian yana mtuletee in Kiswahili ndio tuweze kuelewa, juu tunaona imekuwa shared na many people. So tukasema wacha tufike hapa. So that's why tumefika, and the story ni dada ya huyu kijana ambaye ako hapa ako 12 years. Mama yake aliaga 2017 akawacha wakiwa wadogo sana. So the girl ako 12 years na baba amekuwa akilala na yeye kama bibi yake. Yaani tuseme akamfanya bibi yake. Na baba alianza kufanya hivyo Oktoba si mwezi wa 10. Alianza kufanya hivyo mwezi wa 10 last year. So amekuwa akifanya hivyo daily mpaka yule mtoto akafika mahali akasema, nimechoka. Wacha nienda kwa kanisa niambie rafiki yangu angalau akikuja tulale na yeye babangu ataogopa. Literally did she know like babake sasa amefurahia ameletewa bibi wa pili. So baba amekuwa akitumia hawa watoto wawili, wote ni 12 years. Sasa haka kengine baba wakati alikuwa anamtumia alikuwa anampatia pesa. Yeye alikuwa anafurahia akipewa pesa. Sasa mpaka ikafikia mahali baba anaingia kitanda mahali hao watoto wawili wamelala. Yeye analala katikati, hao wengine wanalala huku. Sitaki kuongea hiyo ingine, mmejichazia. So huyu mtoto sasa imekuwa yani ni mazoea. One day baba akamwambia kuja hapa, wakalala na yeye mpaka asubuhi na mchana yake wakalala na yeye. Huyu mtoto asubuhi kufika akaenda shule. Kufika pale shuleni mwalimu akanotice like huyu mtoto vile anatembea it's not normal. Akamuita, akamuulizia ni nini mbaya. Mtoto akahope na hapo akamwambia mwalimu, as much as unaniona niko hivi, sikia babangu vyenye amekuwa akinifanyia na alianza hivi na hivi na hivi mpaka kwa sasa hivi. Yaani huyo mwalimu nikiongea juu nasikia ni kama kitu inanisimamia, sijui inasema aje. Akamwambia atirudi nyumbani babako tena akikufanyia hivyo ukuje kuambia madam. Honestly speaking, mtoto amekimbilia kwako umsaidie, alafu unamwambia enda akikufanyia hivyo ukuje kuambia madam. Nikiongea na mtoto ameniambia aliogopa kwenda kuambia madam, juu ataenda kuambia huyo madam mwingine tena amwambie enda akikufanyia hivyo tena ukuje kuambia madam mwingine. Mtoto akashikwa na uoga akarudi. So hii ya mwisho sasa ndio ikuje kujulikana, kuna ndugu yake wa form 1. Si ni wa form 1? Sasa alikuja after, mmesikia watoto wanasoma shule moja Metembe. So wakakuja kama kawaida wanakuja kuona huyu mtoto wao juu yeye ndiye amebaki na baba yake. At least kale ka saving kadogo wako nayo wampatia nyoe
wanunue vitabu, at least na yeye aweze kufanya nini, kurudi shule. Ndio sasa huyu mtoto kutoka akawa akilia, lakini huyu pia amesema mtoto wenu amekuwa akilia mkirudi, si ndio? Mnashangaa ni nini analia. Kumbe huyu mtoto rohoni mwake alikuwa anaumia, anaogopa juu babake alimtishia akamwambia, ukilia ama ukijaribu kuambia dada yako ama mandugu zako ama mtu yeyote ako na slash, si ni slash ile niliona kisu kubwa sana, akamwambia nitakukatakata na nitakuua. So mtoto akawa ameogopa. Sasa hiyo siku ni kama mtoto alikuwa amefika mwisho, akaambia huyu kijana, sikia baba venye amekuwa akiniambia. Sasa haka kijana brother yake akamwambia si ukuje leo ujifanye uingie chini ya kitanda, ukisikia baba akifanya hivyo ndio utoke upige nduru ni baba watu wajue. Huyu kijana akaogopa, huyu akamwambia baba anaweza tuua. Nasemanga atakuua, tukifanya hivyo atatuua. Ile kitu tunafaa kufanya ni tuende tuambie dada yetu akuje tuingie chini ya kitanda, akianza kutufanyia hivyo ndio mfanye nini, mpige nduru watu wakuje. Sasa wakakuja wakaelezea huyu dada yao hapa mahali tupo, hapa ni mahali ameolewa. So dada yake wakati alielezewa, yeye akaogopa juu anajua babake anasikia ni mkali sana. Akasema baba yake ataenda kuwaua. Yeye alichukua ile jukumu kama sister, akaenda police station, Umora akashtaki babake. Now the mistake alifanya ni ile wakati alipigia huyu, si ni wewe? Alimpigia huyu na huyu sasa ile hasira akapigia brother ya babake, akamwambia sikia baba venye amekuwa akifanya hivi na hivi nini. Ndugu yake akatoka akaenda akaambia baba yao. Baba yao alitoka Sunday asubuhi akaepa, ajulikani kwenye hako, maskari wanamtafuta. Umesikia huyu anasema baba anawatishia, anasema anawatafuta awaue wote, kesi ishe hivyo. Maybe awaue na yeye ajue kesi fanye nini iishe. So hapo baadaye huyo baba yao aliweza kumpigia huyu dada simu akamwambia, kitu imefanyika, msiende kunishtaki, juu hata mshtaki sasa ishafanyika, hakuna kitu nini. Huyu hakutaka kumsikiza. So baba up to now venye tunaongea hayuko. Huyu kijana pia ameelezea story yake, ni walimu walimchukua kama wao sasa wanamsomesha huko Metembe. So yeye ameogopa kukaa shule. Ndipo umesikia hapo mwanzo dada yake akisema kuna ndugu yake amesema anataka kujinyonga, ndio huyu hapa, lakini tumemwambia kwa very strong. Juu dada yake hao watoto. Bro, just be strong for us please. Sawa. So brother yake huyu dada alikuwa anafikia hapo shule, tumemshtukia tu hapo hapa juu ashasikia maneno eti baba na watafuta waui. So amesema afadhali asikuje akiwa shule aweze concentrate, akikuja hapa ashtukie baba ashaua watoto. Ndio maana umeona amefika hapa. Yeye hakuwa anajua kama tuko, imekuwa ni tuseme ni mpango ya Mungu tu ametupata hapa. So that's the story. So wakati tulifika hapa, I think naenda tena kuwarudisha ndani kidogo hapa kwa Fanis, kwa dada yake hapa mahali anaishi. Hii boma mama ya bwana yake hakuwa ameolewa pia. Hako na watoto wangapi? 5 vijana. So hapa mahali amejenga ni ile tu wazazi wa mother-in-law wakati waliaga, mama akaendelea kuishi hapa. So wakati aliishi hapa, huyu amejenga hapa juu, yani ajiekelee tu. Sasa juu kijana sasa ako na familia, itakuwa aje? Amejiekelea kwa hii nyumba. Aka kanyumba ni kanyumba ka room kamoja, amepartition na mkeka. So pia huyu msichana anayapitia. Nataka niwapeleke kwa nyumba muone vile iko kashamba kao, niwaonyeshe vile kako. But we can start from the other side ya shamba. Wacha nikuje hivi na nini. So nataka niwaonyeshe shamba yao mahali imeanzia. Kashamba kenye sasa analima. So hii part yenye mnaona hapa, hii ndio shamba yake sasa analima. Hii ndio kashamba kake hapa ndio sasa sema analima. Mgonjwa hizi akaenda shambani wakati alikuwa mama yao aliaga akiwa class 5. Yes, so ikabidi awe yeye ni mzazi wa kulea hawa watoto. Na cameraman wangu ni camera lady, anaweza waonyesha. Hii nyumba ni kanyumba kamoja tu vile mnakaona. Kako hivi tu. Ka one room. Nataka tuingie ndani. So this is the entrance as you can see. Hapa hii ni meza. Hii ni room moja iko partition na mkeka ndio hii hapa. Na hii ni kiti. Hizi don't mind, hizi ni vitu zetu tumeegelea hapa. Hii ni kiti moja. Sasa sister yake venye alikuja sasa analala hapa. Hapa kwa nini, kwa kiti. Hata caution imeisha. Yeah, to caution pia tumeisha. Unaona?
tumeisha. So kuna watu nimesikia wakiulizia mabati. Hii mabati ametuambia ni ndugu ya bwana yake, pia anafanya vibarua, akinunua tu mabati analeta kwa huyo, anafanya nini? Anaziweka hapa. So tuko na ruhusa, tulimuomba ruhusa tuingie bedroom yake, so msije mkakuwa na wasiwasi. Hapa kunayo kutoka nje. Anyway, waonyeshe tu sasa unaelewa ushago. So hii mattress analala na watoto wake watatu na bwana yake. Kuna watoto wawili twins na kuna mtoto mmoja msichana pia. Wote ni wasichana mkubwa hapo 22. So unaona mattress hiyo ndio inakaa, maisha hivi ndivyo iko, hapa iko position na mjeka hata mtoto mwenyewe. Imagine huyu mtoto msichana analala hapa, huyu analala na bwana yake hapa. Sana imetokana hii mjeka imetokana. Imeisha. Nika room kamoja. That's how the house looks like. Nguo hata sabuni kupata ni shida. Unaona wamezieka hapa. Hata sabuni tulimuuliza mbona hujafua, akatuambia hata sabuni kupata ni shida. Na zingine ziko hapo nje. So sabuni ndio shida. That's the short story. Sijui kama mkitaka sister arudi hapa, Fanny arudi pia aelezee kwa wenye mmefika sasa hivi. Anaweza rudi bado hata mtoto wakitaka, lakini hata mtoto mkitaka tutamficha ajiongelelee. Unajua kwa TikTok watu wanakuanga na maneno, wanaweza sema tumejitungia maneno zetu. So mkitaka kama mtoto pia tunaweza mfunika kabisa, msikie tu sauti akielezea what happened. Lakini pia mkitaka Fanny sister yake hapo pale atarudia juu bro mmesikia ameongea. Sasa bro sorry kiasi tu. History yote vile ime happen. Baba akitokea aombe msamaha, wewe mwenyewe unaweza lichukulia hili jambo? Unajua hata akiomba msamaha, sasa kuna ile uoga, huwezi kuwa comfortable tumemwacha na watoto nyumbani. Kwa sababu umeshasikia amesema anaangalia sasa maisha yetu ya malizane na sisi. Hiyo evidence hii. Guys, na tuendelee kutuma my moderator please. Tuliachia kwa sema Elvila, thank you. Kimuomi, thank you. Anita, thank you. So tutakuwa bado na Cynthia, thank you. Sasa itabidi tena kama ameomba msamaha, ingia tumwachie hiyo baba, tuone tutatorokea wapi, kwa sababu utakuwa comfortable kukaa naye kwa nyumba. Na hizo vitu nilipata ameweka kwa nyumba kisu na amenauza. Wewe mwenyewe pale shuleni unapitia changamoto zipi? As much as umesikia walimu wanakusaidia, ningependa sasa juu hii ni story tumepata kutoka kwa dada yako, utuambie wewe shuleni pale na brother yako mnasaidiwa vipi? Ni vitu gani hamna? Ni nini unaona like you need? Sisi kwa shuleni unajua kuna vitu mingi unashinda tu kuambia mtu, na kuna sometimes unaweza tunaenda class tumetoka weekend tunaenda Monday, unapata hujawasha hata uniform. Sasa ndio unapata mwalimu anakuulizia unapata mpea sabuni unawasha nguo. So shida tu ni hiyo, hata shule unajua unapanga na pocket money juu kuna vitu mingi, hata kalamu unaweza pata umenunua. So hizo sisi hatuna. Sasa tupange na tunakuanga tu hivyo. Mostly tunatumianga za mabeste zetu, ma friends. So unapata unaomba tu nisaidie, mtu ajui shida yako ni gani, yani anaona tu ni imeisha hatukuwa nayo. So huwa tunatumianga tu marafiki zetu kwa shule. Ndio ukimpigia simu hawezi kusaidia. So tuseme in short, upande wa school fees maybe it's sorted. Kuna statement hapa tunaona imepiniwa. Byron anasema what if nijipange nitafute nyumba huku ni rent wakuje wakae huko for their safety. Hatujui anamaanisha wapi, labda Byron anaweza explain more. Unaweza tuelezea unapanga uwachukulie nyumba wapi? Mambo na school fees, is it sorted? Ile kitu yenye mko nayo shida ni kupata shopping na nini na shopping na nini na nini hata imeenda na pocket money. Yes. Wow, kuna mwenye anasema anaweza mfungulia sister yake kibanda. Thank you so much. Ni yeye bado nimeona. Thank you. So mambo na school fees iko sorted, ile kitu yenye mpatangi ni shopping na pocket money.
tunaendanga tu shule hivyo kama mtu unaenda shambani, kwa sababu unaenda tu na kitabu. Hakuna unaenda tu unaangalia huko watu wengine wamekuja na shopping, wako na kila kitu, wewe una kitu yoyote. Sasa unapatanga hata kitu ya mtu ikipotea, wanasema tu huyu mwenye hakuwa na hiyo kitu na amechukua, na unapata swali sio wewe umechukua, lakini tu wanaonanga wewe unakujanga bure. Kitu ipotee tu hivi, wanaangalia tu wanasema huyu ndiye amechukua, yeye huwa anakujangi na kitu yoyote. Sasa hiyo umewahi jipata in that scenario yenye umeelezea? What happened? Sasa kuna vitu ni vya mtu ilipoteanga pesa. Ile pesa ilipotea. Sasa tafuta hizo pesa, wakaanza ku doubt. Walimu hawapo. Wakaanza doubt. Kuna ile kitu mtu anakuambia, unajua tu huyu ni doubt, but huwezi mwambie unaacha. Mtu anakuongelesha vibaya, unajua tu huyu anajua ni mimi nimechukua hizo pesa. Kuna kitu nauliza. Mko boarding school na school fees ni ngapi? Labda utawajibu venye mnapata nini, anataka kujua. Yes, ile yenye tuko sio boarding. But sasa sisi yani tunakaa tu huko, tunaishi huko, but si boarding school. Mnaishi kwa walimu? Kwa shule yenyewe. Shule yenyewe mnaishi na mwalimu ama mnaishi na nani? Kwa shule kuna watoto ni sio boarding, but kuna watoto wamewekwa ndani, including sisi. So hata principal anaishi huko. So sio sisi pekee yetu tunakaa huko. So tuseme kuna wale watoto maybe from needy families wenye wanaishi hapo. Okay. So tunaishi na wao tena. Na school fees inakuanga how much per year? Per year, sio boarding school inakuanga 9,000. 9,000. Sorry to ask this. Do you think hizi mambo ambazo zina happen huwa zinachangia wewe maybe kwa masomo yako, maybe pengine kuna ile grade huo unatarajia kupata, by the end of the term unapata umedrop? Cyprian, ndio ina end live. Hebu kidogo. Ish. Aki ya Mungu wewe.